Na maandamano haya yameanzia hapa kwa Kanyau, lakini yatahitimishwa katika usharika wa Yerusalemu ulioko Eden Mnalani. Kwa wewe unayetusikia na kututazama, unakaribishwa pia kushiriki maandamano haya, lakini pia kuungana na sisi kwenye msafara huu. Karibu sana studio. Studio. Dereva punguza mwendo kidogo. Piga nyimbo. Oi! Piga nyimbo za kuchangamka za mshamsi. Pia mkubwa, lengo la kutimaliza. Lakini pia unaweza kupiga picha hapa wakati unafanya hivi picha hivi. Najua uko. Angalia mbele kwenye position nzuri. Najua uko. Nashuka. Hakikisha matrafiki sio lazima kuchukua. Afu ndio unaanza kuchukua tena. Kwa mpaka kule unakuja na Asante studio, asante. Napenda kuwatangazia kuwa haya ni maandamano ya kuhitimisha maombi ya wanawake KKKT Diocese ya Ziwa Tanganyika, jimbo la Magharibi, Sumbawanga Magharibi. Maandamano haya yameanzia kwa Kanyau na watahitimisha pale usharika wa Yerusalemu ulioko Eden Mnalani. Wewe unaisikia sauti hizi hapa, tunakukaribisha pia kuandamana na sisi kuelekea usharika wa Yerusalemu. Asante studio.
hiyo Kezi popote ulipo unahitajika kwa dereva hapa mara moja upate maelekezo. Naendelea kuwakumbusha kwamba maandamano haya ni upendo wa Yesu anizunguka. Kama wewe umebarikiwa mwanamke, kuna wanawake wengi duniani lakini sio kama wewe umebarikiwa mwanamke. Mwanamke ni mtu wa thamani sana, ukijitambua na tena ukikaa kwenye nafasi yako akawekeza vitu vya thamani sana ndani ya mwanamke. Studio. Asante studio. Amani kuwa karibu na sisi, tunakukaribisha usharika wa Yerusalemu ulioko karibu na Edeni Mnalani. Asante studio. Kama Yesu kwenye Biblia alishinda, lazima na sisi tushinde Bwana. Nisikie vigelegele kwa wanawake. Ona kuni kichwani, mtoto mgongoni, huku mimba tumboni, wengine mkononi. Ona kuni kichwani, mtoto mgongoni, huku mimba tumboni, wengine mkononi. Ni nani awezaye kuyafanya haya kama si mwanamke? Kama si mwanamke. Ni nani awezaye kuyafanya haya kama si mwanamke? Jamani, nani kama mama? Jamani, nani kama mama? Nani kama mama? Mama yangu nakupenda, wewe baba ndio uniacha mama. Jamani, nani kama mama? Nataka kunilea mama, mama nilikuchagua.
yangu nakupenda, hata kama ni mfupi mama. Mama yangu nakupenda, I love you mami. Usimdharau mama ndugu yangu. Wanaume tunawaheshimu, ninyi ni vichwa vya nyumba, tena ni baba wa familia. Tuombee sana wanawake, Mungu Baba. Studio. Kama Yesu kwenye Biblia alishinda, lazima na sisi tushinde Bwana. Nisikie vigelegele kwa wanawake. Una kuni kichwani, mtoto mgongoni, ukumi matumboni, ingine mkononi. Una kuni kichwani, mtoto mgongoni, ukumi matumboni, ingine mkononi. Nani awezaye kuyafanya haya kama si mwanamke? Kama si mwanamke. Ni nani awezaye kuyafanya haya kama si mwanamke? Jamani, mama
kutegemea, na Mungu Baba anatuheshimu. Wewe simama kwa nafasi yako, tukiamua tunaweza. Wanawake tunaweza, tukiamua tunaweza. Wanawake tunaweza, kama Esta aliweza tunaweza. Hata sisi tunaweza, kumsifu Mungu tunaweza. Wanawake tunaweza, kutegemeza tunaweza. Wanawake tunaweza, kuinua taifa tunaweza. Wanawake tunaweza, wewe simama kwa nafasi yako. Wanawake tunaweza, wanawake tunaweza, wanawake tunaweza, Mungu akiwa juu yetu tunaweza. Wanawake tunaweza, Mungu akiwa upande wetu tunaweza. Wanawake tunaweza, wanawake. Usijidharau mwanamke, nisikie vigelegele kwa wanawake. Ona kuni kichwani, mtoto mgongoni, huku mimba tumboni, vingine mkononi. Ona kuni kichwani, mtoto mgongoni, huku mimba tumboni, vingine mkononi. Ni nani awezaye kuyafanya haya kama si mwanamke? Kama si mwanamke. Ni nani awezaye kuyafanya haya kama si mwanamke? Jamani, ni nani kama mama? Ni nani kama mama? Ni nani kama mama? Mama yangu nakupenda mama. Mama yangu nakupenda. Miezi 9 ulibeba mama. Mama yangu nakupenda. Unajifungua kwa Mungu Baba akulinde mama. Mama yangu nakupenda. Hata kama mlemavu mama. Mama yangu nakupenda. Hata kama ni mfupi mama. Mama yangu nakupenda. I love you mami. Usimdharau mama ndugu yangu. Wanaume tunawaheshimu. Yenye ni vichwa vya nyumba. Tena ni mama wa familia. Asante sana studio. Naendelea kukukumbusha kwamba maandamano haya ya kuhitimisha maombi ya wanawake KKKT Dayosisi ya Ziwa Tanganyika jimbo la Sumbawanga Magharibi leo yanakwenda kuhitimishwa pale katika usharika wa Yerusalemu ulioko Eden Mnalani. Kwa hiyo wewe unayetusikia na unatamani kuwa pamoja na sisi, tunakukaribisha sana usharika eneo hayo, tunakukaribisha sana sana. Leo ni kuhitimisha maombi ya wanawake wa KKKT Dayosisi ya Ziwa Tanganyika jimbo la Sumbawanga Magharibi, na maandamano haya wanahitimisha katika usharika wa Yerusalemu ulioko Eden Mnalani. Kwa hiyo tunakukaribisha sana uweze kufika pale. Wanawake ni jeshi kubwa, tena ni nguzo ya familia. Taifa letu lanitutegemea, na Mungu Baba anatuheshimu. Wewe simama kwa nafasi yako, tukiamua tunaweza. Wanawake tunaweza, tukiamua tunaweza. Wanawake tunaweza, kama Esta aliweza tunaweza. Hata sisi tunaweza, kumsifu Mungu tunaweza. Wanawake tunaweza, kutegemeza tunaweza. Wanawake tunaweza, kuinua taifa tunaweza. Wanawake tunaweza, wewe simama kwa nafasi yako. Wanawake tunaweza, wanawake tunaweza. Wanawake tunaweza, wanawake tunaweza. Wanawake tunaweza, wanawake tunaweza. Unaruhusiwa kucheza hapo ulipo kama ni mwanamke. Wanawake tunaweza, Mungu akiwa upande wetu tunaweza. Wanawake tunaweza, wanawake. Usijidharau mwanamke, wewe ni mtu wa thamani sana.
Familia alishinda, lazima na sisi tushinde Bwana. Tunawakaribisha wanawake wote, lakini pia watu wote katika usharika wa Yerusalemu ulioko Eden hapo Mnalani sana. Karibuni sana wanawake, karibuni sana studio. Ona kule kichwani, mtoto mgongoni, huku mimba tumboni, vingine mkononi. Ona kule kichwani, mtoto mgongoni, huku mimba tumboni, vingine mkononi. Ni nani awezaye kuyafanya haya kama si mwanamke? Kama si mwanamke, ni nani awezaye kuyafanya haya? Katika kunilea mama, mama ni kuchafua mama, kupenda hata kama jicho moja mama, mama yangu nakupenda. Mungu Baba akulinde mama, mama yangu nakupenda hata kama mlemavu mama, mama yangu nakupenda hata kama ni mfupi mama. Tunawakaribisha wote katika usharika wa Yerusalemu. Leo ni kuhitimisha maombi ya wanawake KKT Diocese ya Ziwa Tanganyika, jimbo la Sumbawanga Magharibi. Kwa hiyo tunahitimisha hapa katika usharika wa Yerusalemu ulioko Mnalani. Wote ambao mnasikia sauti hii mnakaribishwa sana hapo usharika wa Yerusalemu. Studio. Tunashukuru sana kwa maandamano, hongereni sana kwa maandamano. Basi na mimi napokea maandamano haya kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Karibuni kwa ajili ya ibada. Tutaimba na malaika tukifika mbinguni. Tutaimba na malaika tukifika mbinguni. Kwenda mbinguni. Tutaimba na malaika tukifika mbinguni. Kwenda mbinguni. Tutaimba na malaika. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wapendwa, leo ni siku ya maongezi ya dunia katika jimbo letu la Sumbawanga Magharibi, ibada inayoongozwa na idara ya wanawake katika jimbo letu. Nichukue nafasi kwa katika ibada hii. Karibuni tuianze ibada hii kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Tushirikiane kusoma Zaburi ya 8 mstari wa 1 hadi wa 9. Zaburi ya 8 mstari wa 1 hadi wa 9. Tutasoma kwa kupokezana. Zaburi ya 8 mstari wa 1 hadi wa 9. Wakina mama tutaanza mstari wa 1, unaofuata wakina baba, wa mwisho tutasoma wote kwa pamoja.
Zaburi ya 8 mstari wa 1 hadi wa 9. Wakina mama tunaanza msikaribishe kwaya ya wakina mama jimbo. Karibuni kwa mwalimu. Karibuni nyumbani kwa Bwana. Nyumbani kwa Bwana. Wale ambao tujaifika mahali hapa mimi nawakaribisha sana. Si ni mwenyeji, si katibu wa nyimbo, si ndio jamani? Tunashukuru, asante sana baba mchungaji kutukaribisha mahali hapa kwamba tushiriki maadhimisho haya. Wanawake heshima. Wanawake heshima. Mungu awabariki sana. Kuna mnyama anaitwa ng'ombe. Sasa hivi mnyama ukienda ulivyo unaona kichwa chake na miguu yake. Yaani ukishasikia tukishindo anaingiza miguu na kichwa anaingiza. Kwa ukifika pale unaona tu ile ng'ombe lake hivi. Sasa siku moja kulikuwa na harusi kubwa sana, sherehe kubwa. Wanyama wote walikuwa kwenye harusi. Sasa wanasherehekea, wanacheza, wanaruka huko na huko. Ng'ombe yake ameingiza tu miguu na kichwa ameingiza ndani amekaa. Sasa akamwambia akasema wewe ng'ombe, mbona wenzio wanasherehekea wenzio wanacheza? Wewe uko kimya kwa nini? Akasema ningeona huko ndani nilivyo huko ndani huko. Nimeharibika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanawake niungane na mwenyekiti wetu wa idara ya wanawake jimbo kuwashukuru sana ninyi nyote. Na mimi mwenyewe sikutegemea kwamba mnaweza mkajitokeza kwa wingi namna hii. Na Manyele mwaka jana tulikuwa wengi, lakini leo imetia fola. Leo mko wengi zaidi. Na ukizingatia na Manyele sasa jimbo letu lilikuwa lijagawanyika. Tulikuwa na sharika zingine, msharika wa Luther, majumba 6, wote walikuwa kwetu na hela. Yaani eneo lile la kule jimbo la Sumbawanga Mashariki, wote tulikuwa jimbo moja. Lakini sasa tumeshagawanyika majimbo mawili, tuko hivi. Tumejitokeza kwa wengi sana. Amina. Na msione wachungaji pale walikuwa makini sana. Wakisema sharika fulani, kila mmoja anaangalia aone wanawake waliokuja kutoka majimbo sharika fulani, kila mchungaji anaanza kuchungulia aone hivi nani watu wako wamekuja namna gani. Sasa kila mchungaji alikuwa makini aone hivi wamemwangusha au hawajamwangusha. Lakini tunanong'oneza pale kwa jamani nani ameanguka hapa? Kila mchungaji anasema kuna alianguka hapa. Wote tuko vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Mimi nawashukuru sana, lakini niwashukuru wenyeji wetu usharika wa Yerusalemu kwa jinsi ambavyo umeongoza jahazi hili la kuandaa tukio kubwa kama hili. Tukio kubwa sana hili. Nimshukuru pia mchungaji nilipokuwa nawasiliana naye juu ya usalama kwamba tuweze tukafanya maandamano pasipo usalama. Naomba tuandike barua peleke polisi ili watupe ulinzi. Namshukuru Mungu alifanya hivi, ameandika barua na kweli wametupa ulinzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ninawashukuru pia jeshi la polisi kwa kuwa wameshirikiana sisi katika maandamano haya. Nawashukuru sana. Lakini pia niwashukuru ninyi nyote kutoka sharika mbalimbali ambazo sio KKKT au kutoka sharika mbalimbali tofauti na jimbo letu. Kama wapo ambao wametoka majimbo mengine wamekuja kushirikiana na sisi, kama wapo wasimame kutoka majimbo mengine. Kama kuna makanisa mengine jirani ambao wameshirikiana na sisi, kama upo naomba usimame. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwenyekiti ile mjina sina mkuu. Lakini pia ni washukuru wachungaji wenzangu. Wamekuja kushirikiana na ninyi. Tukio hili ni la kwenu ninyi wanawake. Lakini na baba amesema kwamba hapana, twende tukawaone mama zetu jinsi wanavyofanyaje, wanavyoomboleza. Tukaomboleze pamoja nao. Katika jimbo letu la Sumbawanga Magharibi tuko wachungaji 7. Sharika mbili hazina wachungaji. Tuko wachungaji 7. Wachungaji 2 wanazalula. Lakini walisema kama pengine wakifanikiwa wanaweza baadaye wanafika. Hata wasipofika lakini changamoto zao ni kubwa. Wanasema sawa basi hamna shida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini wachungaji wengine tuko wachungaji 5 hapa tupo. Tumeshirikiana pamoja na ninyi. Sasa nichukue nafasi kuwatambulisha wachungaji. Nikimtaja mchungaji na mama mchungaji unasimama. Ni mtaje mchungaji kutoka usharika wa kundi, naomba usimame tupungie mkono pamoja na mama. Mchungaji toka usharika wa Majengo, naomba usimame pamoja na mama. Mchungaji toka usharika wa Marangani, na sasa baba afya yake haijaimarika vizuri, anatembelea Magongo. Lakini ninakuwa nazungumza naye kila wakati kusikia afya yake. Yeye analeta matumaini kwamba hapakuwa jimbo, afya yangu inaendelea vizuri, inaendelea kuimarika. Kwa hiyo tuendelee kumwombea, pale ambapo afya yake itakuwa nzuri, atarudi, atakuja kwa Yerusalemu kushirikiana na sisi. Kwa hiyo mashariki wa Yerusalemu atakapoondoka mchungaji Shengoma hapa, naombeni muwe watulivu, lakini muendelee kusimama imara. Mchungaji atakapopata afya nzuri atakuja, mtaendelea kushirikiana na ninyi. Lakini kabla mchungaji ajaje, akiondoka mchungaji Shengoma hapa, usharika wa Yerusalemu utabaki chini ya mkuu wa jimbo. Hamtaki kufanya chochote bila kuhusiana na mkuu wa jimbo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wapendwa, uhamisho ni jambo la kawaida katika dayosisi yetu ya Ziwa Tanganyika. Uhamisho wa wachungaji ni jambo la kawaida. Wengine uhamisho ukitokea wanaanza kuwaza, kwa nini? Kwani mchungaji amefanya nini? Kwani mchungaji amekosea nini? Kwani kuna jambo gani? Kwani hapana. Uhamisho ni kitu cha kawaida. Wachungaji tunabadilishana vipawa. Leo utaenda hapa, kesho utaenda pale, kesho ni kitu cha kawaida sana. Kwa hiyo hatuna haja ya kuanza kujiuliza maswali. Lakini pia wachungaji wote wa dayosisi ya Ziwa Tanganyika ni wachungaji wenu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna washirika wanasema kwamba huyu alikuwa mchungaji wetu huyu, eti kwa sababu amehama kwenye mshirika sio mchungaji wao tena. Akikutana maarifa na anamwambia mwenzake, huyu ambaye tumesalimia naye hapa alikuwa mchungaji wetu. Sasa kwani mchungaji umeisha, sio mchungaji wako tena? Wachungaji wote ni wa kwenu. Na wakisema mchungaji fulani anakuja kwenu, mnapaswa mumpokee. Hampaswi kuanza kuweka vikwazo na vigingi kwamba tumtaki huyo, sijui kalikwenda kakarudi, tunataka mchungaji aliyefanya hivi na hivi, tunataka mchungaji wa namna hiyo. Ni kumkosea Mungu. Na leo katika ibada ya leo mtubu. Amina. Kwa hiyo wachungaji wote dayosisi nzima
ni wachungaji wa kwenu. Mchungaji yote, mchungaji wako unapaswa umpokee. Kama kuna tabia za kukataa wachungaji, kama kuna tabia za kusema sema juu ya wachungaji, kama kuna tabia za kuchagua wachungaji, kama kuna usharika wa namna hiyo, hebu mtubu ili Mungu awasamehe. Muendelee kufanya kazi na wachungaji. Unajua mchungaji akisema neno sio zuri kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana wachungaji mara nyingi wamepewa kutoa baraka. Hawajapewa kutoa laana. Akitoa laana ni mbaya sana. Wachungaji ni baraka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanawake Yeshua. Wanawake Yeshua. Lakini wapendwa, wanawake ni jeshi kubwa. Hapa mnaonekana kwa wingi sana. Je, kwenye sharika zenu, kwenye mikutano yenu kwenye sharika, kwenye umoja wenu kwenye sharika zenu, mnapokutana kwenye vipindi mbalimbali kwenye sharika zenu, je, mnakutana kwa wingi kama hivi? Hapana, si ndio? Kwenye sharika zenu hakuna umoja. Wakisema kina mama tukutane, unakutana wawili watatu. Hamuonekani kwenye sharika zenu. Mimi najua hicho kitu kwa sababu nimepita sharika nyingi, nimeona wakina mama jinsi mlivyo. Wakisema tukutane kwenye usharika, wakina mama kwenye usharika, mnakuwa jeshi kubwa mnapokutana pamoja kama hivi. Lakini kwenye sharika zenu sio jeshi kubwa, ni jeshi dogo. Bwana Yesu asifiwe. Nikitokea kuna jambo la kukutana pamoja. Bwana wabariki sana. Lakini mmoja alikuwa amesimama kwa mgeona, alikuwa amesimama hapa na mama. Mrefu alikuwa ni nani? Mama hapa. Kila roho ambayo imetuzungusha hapa, ambayo ni kinyume na mapenzi yako, tunaifunga kwa damu ya Yesu Kristo. Tunafunga kwa damu ya Yesu Kristo kila njia za Mungu ibilisi ambazo zinatuzungusha mahali hapa. Kanisa kwa ujumla, Mungu awabariki. Asante kwa kutuombea. Bwana Yesu apewe sifa. Basi ninapoangalia hichi kichwa kinachosema nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu, nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu, mwandishi anapoweka hichi kichwa, yani naweza nikajisema hata mimi mwenyewe kwamba nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu, na wewe umeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Sasa ajabu ni zipi? Ukimwangalia huyu Daudi anakupa picha jinsi namna alivyoumbwa kwa namna ya ajabu. Maneno yake yanatoka kwenye kinywa chake mwenyewe, kimeandikwa hapa. Ukisoma katika kitabu cha Esther, anasema maneno haya yaandikwe kwa lugha za kila taifa kwa lugha yake. Haya maneno tunayoyatoa yawafikie hao watu. Sasa hapa ukiangalia katika hichi kitabu kaongea kwa lugha ile ya kwao. Sasa tunataka turudishe kwa lugha ya kwetu hapa Sumbawanga, lugha tulioizoea, Kiswahili tulichokizoea, ili yatembee na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Wanaongelea habari ya ibada mahali hapa. Ibada hii itukutanishe na Mungu. Na ukisoma katika kitabu cha Yohana Mtakatifu, unaona ile mama Msamaria mwema alikutana na Yesu. Maisha yake yakabadilika pale pale. Kwa hiyo hata wewe umeingia leo hapa, maisha yako yanatakiwa yabadilike. Siku ya leo kusanyiko hili likugeuze, ugeukie awamu nyingine ambayo itakuwa ina faida kwako. Bwana Yesu apewe sifa. Yule mama Msamaria mwema alipokutana na Yesu, Yesu anamwambia imempasa Mungu kumwabudu katika kweli na roho. Maana yake kweli na kweli na roho uwe na uchaji. Ujue kwamba umeingia mahali hapa. Ulipoingia hapa lazima masikio yako yakae
kusikia kwamba Yesu atakuja. Yesu anamwambia mimi ninayesema na wewe ndiye. Kwa hiyo hata wewe leo hili neno linakwenda kusema na wewe. Ndio maana ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, nadhani ni sura ya 8, Filipo anamwambia yule towashi, anamsomea pale, naenda kwa haraka kwa ajili ya muda. Siwezi kufungua kifungu na nukuu maneno. Wanaosoma Biblia wanajua ninachokisema. Haleluya. Paka tunasoma Biblia. Anamwambia haya maneno unayoyasoma yanakuelekea? Yule anamjibu nasema, yatanielekeaje pasipo mweleweshaji? Ndipo yeye yule anayemwelewesha, kwa sababu nguvu imetoka kwa Mungu, alisimamia ile neno, ndipo anapopata nafasi ya kuanza kumfundisha. Ndugu yangu, nakwambia fungua masikio. Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ndipo Yesu anaporudi kwa yule mama Msamaria, anamwambia imempasa kumwabudu Mungu katika kweli na roho. Yule mama anatega sikio, asikie Yesu anasema nini. Anasema, leo nataka nikupe maji ya uzima. Maji ya uzima haya yakiwa ndani yako yakabubujika, hakika utakaa salama. Yesu asifiwe. Kwa ajili ya haraka, Bwana Yesu apewe sifa. Yule mama, nikupe tu sifa kwa ufupi, yule mama alikuwa ni kahaba. Sasa yule mama, mtu mzima kuwa kahaba, kuna ukahaba wa namna nyingi. Nikisema hivi nadhani ningeweza kama naeleweka. Unaweza kuwa tu upo tu kwa namna jinsi ulivyo. Na yenyewe hiyo inatakiwa utibiwe na nani? Na huyu Yesu. Yesu anasema itawezekana, yule mama anasema itawezekana kweli. Anasema hakuna linaloshindikana kwa Mungu, hakuna. Na hata sisi tunasema hapa hakuna kinachoshindikana. Kwa sababu ukisoma kitabu cha Mhubiri anasema ni heri kuiendea nyumba ya matanga kuliko nyumba ya kalamu. Na anasema moyo wake mtu mwenye hekima upo nyumbani mwa matanga, lakini moyo wake mtu mpumbavu upo kwenye nyumba ya kalamu. Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo utoka ulivyoingia, mimi nimekaa hapa nafuatilia, sijaona mama hata mmoja anatoka nje. Wote wametega sikio. Maana yake vitu vyote vinavyoendelea hapa, kila mtu anabeba cha kwake kwa ajili ya kumsaidia. Ndio maana huyu mhubiri anapoweka kitu kama hiki, mhubiri anapoweka kitu kama hicho, anasema ni heri kuiendea nyumba ya matanga kuliko nyumba ya kalamu. Maana anasema mwisho hao wapumbavu ndio huko. Huwezi kuelewa kitu kwamba mwanadamu anaishi akae kwenye misingi gani. Ni lazima uje kwenye nyumba ya Mungu, tutavijua hivyo. Maana yake jinsi ulivyokuwa, kama ulikuwa unampendeza Mungu utaendelea kumpendeza Mungu. Kama ulikuwa na shetani utabaki kishetani hivyo. Leo ibada hii itukutanishe na Mungu kupitia maneno haya ya Daudi ambayo anayasema hapa. Sasa kama nilipokuwa nasema, hichi Kiswahili cha kwetu hapa Sumbawanga ndio nakwenda kukitafsiri. Sasa niingie moja kwa moja kwenye somo. Kama huyu mtu anasema nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu, anakupa sifa zake sasa. Maana leo unaweza kusema kwamba mimi nimeumbwa kwa namna ya ajabu, alafu ni mtu ambaye ninaliza watu. Kuna namna ya ajabu hapo. Sio ushetani huu. Mungu atusaidie. Amen. Kama tumishi hapa panahitaji toba, panahitaji nini? Nilipokuwa nimekaa hapo, kuna somo ambalo nililiandaa, lakini lilipokuja shairi, somo likabadilika. Haleluya. Amen. Somo likabadilika. Nikasema kumbe sisi wa KKT inatakiwa tutembee kwenye shairi hili. Pale nikaanza kuchukua biki, nikabadilisha somo. Haleluya. Amen. Lakini somo langu lilikuwa huko nyuma ni lile ambalo tulianza nalo. Tulipokuwa Moravian pale tunaanza, sasa tunahitimisha. Haleluya. Tunahitimisha kama wa KKT. Hawa wa KKT walipokuja hapa, wameimba shairi lao, wameleta sifa za kwao jinsi walivyo. Sasa na mimi naenda kuzichambua. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu Daudi tumepewa mstari mmoja unaosema kwamba, mstari wa 14, nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha, matendo yako ni ajabu na nafsi yangu yajua sana. Tafsiri yake, hivi nilivyo sio kwa akili zangu, ni kwa uweza wako. Na kufikiria mno Mungu, ulichonifanyia na kijua, moyo wangu unatambua yote ulionitendea. Haleluya. Kwa hiyo sasa huyu Daudi anaposema hayo maneno, sasa hayo ambayo anayafikiria ndio haya hapa, ambayo Mungu amempa kwa
aliyeimba. Mpaka Daudi anaamua kumsifu Mungu ni namna jinsi Mungu alivyomtendea. Jambo la kwanza, hao waliposema wakasema maombi. Na kama una Yesu anakaa ndani yako sawa sawa, huwezi kuomba, na ndipo shetani anapata nafasi hapo hapo anakukalia. Na akisha kukalia ameharibu mfumo wote wa maisha yako. Sasa ni lazima umkiri Yesu kwamba ni Bwana Mwokozi wa maisha yako, ili utembee kwenye njia ambazo zinampendeza Mungu. Kwa mfano huu, ili uwe salama ni lazima uombe. Una mume lazima umuombe. Lazima uombe watumishi wa Mungu. Leo watumishi wa Mungu wanafika hapa wanafanya vitu ambavyo sivyo. Si wao tumelala. Mama. Mungu atusaidie. Ndio maana nasema lazima tuwe ni watu wa nini? Wa maombi. Bili anasema kusoma neno. Una Yesu huwezi kusoma utalala hivi pa. Kabla mimi sijaokoka, neno lilikuwa kwangu, siwezi kusoma kabisa. Niko Dar es Salaam, nasikia Mungu anasema soma Luka. Nikasoma ile Luka kuanzia ule usiku niliposikia sauti mpaka kuna kucha asubuhi, na hakuna chochote kilichokaa kichwani, vyote vimetoka. Kwa sababu hakuna ulinzi wowote. Maana wakati ule sijampokea Roho Mtakatifu kuwa msaada wangu. Sasa inawezekana hata wewe leo hii katika kusoma neno huku unamhitaji Roho Mtakatifu akae ndani yako. Unaposoma neno, lile neno likutafakarishi. Jana nashuka kwenye bajaji tu pale kuhusu kusoma neno. Nashuka tu kwenye bajaji nakuta mama mtu mzima anakwenda anaanguka, kijana amemshikilia. Nikamwambia kijana, kwa nini unamshikilia huyo? Akasema ameniomba nimshikilie, amezidiwa. Kumbe yule mama ni ugonjwa wa kizee. Nikasimama nione kinachoendelea. Yule kijana akamtua chini akamweka. Mama nikaona pale chini kwamba ameendelea kuzidiwa. Neno likaja. Palikuwa sipa na mgonjwa. Wakapita wa kwanza, akapita. Kapita wa pili, akapita. Na watatu, ile neno likaja. Nikasema sasa mimi nitaondoka hivi. Nikabidi nifanye msaada, ikawa imeisha. Sasa nini ninachotaka kusema? Nachotaka kusema upate kujua neno. Neno la Mungu anasema na likae kwa wingi ndani yenu. Maana litakuwa msaada wakati wa matatizo. Litakuwa msaada wakati wa furaha. Kama sasa wakati huu huzuni imeingia, linakuja neno. Wale waliohuzunishwa ni nani aliyeshuka kuwafariji? Sio Yesu. Yesu asifiwe. Nitoke hapo. Wale wamama wakasema upendo hapa. Kwenye hizo kama umefuatilia ile shairi, anasema upendo. Sasa upendo upo. Haleluya. Amen. Wewe kama kuna upendo unaweza kumsema mchungaji, unaweza kumsema jirani yako, unaweza kumsema aliyezunguka, aliyekuzunguka. Hivi linakuja upendo hapo hamna. Sasa leo tunarudishwa tuwe na upendo ili kanisa liende sawa sawa. Sasa hao mama wa KKT hawa ambao ndio pamoja na mimi mwenyewe, ambaye ndio mama Esther, ambaye hili shairi nani nimelikalia. Baba mchungaji ukasema baba nani baba kule mkuu wa jimbo ukasema mama ongera kwa kupokea wito. Mungu akubariki baba. Na mimi nilipopokea huu wito wa kusimama hivi nateseka na mambo mawili. Hapo mimi nilipo ni mkali, nina hasira. Hivi vitu vinanitesa sana. Na unajua kama mlivyoimba hapa anakuambia hasira haitendi haki. Na niendelea kuchuchumalia mbele za Mungu hichi kitu kitoke. Kadri nilivyo hivi nipo kwenu hivi, nimekuwa ni kioo. Hebu fikiria hasira inakuja, mtu kanisemesha jambo baya. Hebu tuombeane. Usione ninaongea hivi nina uchungu. Nimeshalia hapo kwa moyo ni siri yangu. Anasema tazama napenda kutenda yaliyokuwa mema, lakini natenda yaliyokuwa mabaya ni ile roho iliyoko ndani. Maana yake tunaendelea kujitakasa. Tukisema kwamba hatuna dhambi, tutakuwa waongo, kweli ndani yetu itakuwa ipo. Lakini tosha tu kusema Mungu anapendezwa na watu wanaojua kutubu. Mungu atusaidie. Tunaongelea hiyo habari ya upendo. Sasa umefanya vitu kama hivyo, upendo umeupoteza. Na unajua ni tatizo. Sisi wakati kuna amri ya 4. Anasema uoni kwamba utakuwa umemuondolea mwenzio sifa kwa namna yoyote jinsi ulivyomfanya. Kama alikuwa anakuja kanisani hajaacha huyo, umemzulia jambo. Ndio kazi yetu mama. Na naye amefanyika na tuwezi kukataa. Lakini anasema ukimkiri Kristo kwamba ni Bwana Mwokozi wa maisha yako, utatembea kwenye sheria zake, huwezi kufanya haya ambayo ninayaongea mahali hapa. Mungu atusaidie. Baba mchungaji anasema kutakuwa kuna maombi ya toba mahali hapa. Fikiri ni wangapi uliowakosesha raha.
Fikiri umeongapi mpaka watumishi wa Mungu? Umesema unavyotaka, unaonekana kwa namna unavyotaka. Unajua nilikuwa siku moja Dar es Salaam kule. Wakasema hapa huyu mchungaji tumtoe kwa namna gani? Wakasema yule watu singizia amempa mtu mimba. Fikiri, ungelikuwa ni wewe. Kwa mtizamo huo, unatembeaje? Maana yule baba walimwacha yuko tupu. Una usalama wewe mbele za Mungu kama ni kweli ulisingizia, akapiga magoti akamwomba Mungu wewe uko salama. Wakati mwingine watu wamepokea mikosi ambayo wahusu kwa sababu tu ya mdomo. Mungu atusaidie. Pendo. D anasema kushikilia imani. Ndio wamefanya nini kwa nachambua? Akisema ukiimba tu mimi nachambua. Kushikilia imani. Imani yako ya KKKT inasema nini? Inasema nini? Sheria za KKKT zinasema nini? Sheria za Mungu zinasema nini? Muda. Nikisema nifafanue sana muda utaisha na kipengele sitafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kushiriki imani. Tunaamini kwamba Mungu yuko mahali hapa. Na kwa vile Mungu yuko mahali hapa, inatakiwa tumwabudu katika kweli na roho. Ili ashuke abadilishe maisha yetu. Na haya maisha yakishabadilika, tuwe pamoja kumsifu Mungu. Yesu asifiwe. Sasa manake kama wewe una imani nyingine unaileta mahali hapa, hivi. Mungu atusaidie. Basi kinachofuata anasema watumishi wasaidiwe. Ndio amesema ndio mshairi ndio naimba hapo. Yaani kama sisi ambao tunahitimisha leo, yaani kwamba watumishi tufanye nini? Tuwasaidie. Sasa je, swali linakuja, tunafanya au wanafanya baadhi ya watu? Na wale baadhi ya watu wanaofanywa tunasema nini? Tunasema nini? Wao mama wanajua. Haleluya. Mungu atusaidie. Nitoke hapo. Efu anasema tujitume. Maana kama mtu hujitumi, kuna kitu unachojituma. Na yule anayejituma akafanikiwa ni kosa. Kwa sababu wewe si hujitumi. Huyu anakielehele huyu. Hivi vitu amepata, sio amepata kwa hiari. Kwa halali, kuna mahali alikifanya kitu fulani. Juzi mimi na natoka pale. Wakati tunaenda Dar es Salaam, sehemu fulani pale Manzese, palikuwa panasema wanapiga muziki kile kipindi hatujaokoka sasa. Sasa tukishaenda tumeshamaliza kazi zile kazi za Kariakoo, kwa hiyo lazima tuende kwenye majukwaa pale tukashangae watu. Tukishangaa pale watu, saa zingine unapiga ule muziki na unaanza kucheza kidogo. Kwa hiyo ile hali ilipitaga ikaisha. Wanapiga nyimbo za dini sehemu nyingine hapo, saa zingine wanachanganya na manyimbo yao wale mengine hivi. Sasa jana natoka tu hivi getini. Kwa kujituma huku kupata maendeleo yale au maendeleo ulio nayo, mwingine anayetazama kwa mtazamo anaojua yeye, ndani amejaza chuki, hasira imemshika kama mwanamke mwenzako. Unaingia tu getini tu, unaingia tu hivi. Akasema wewe umechelewa. Nikamwambia nimechelewa kwenye mbele. Sasa hivi na kijana tu. Unaingia umechoka. Mbona kile kipindi ulikuwa uchoki kucheza taarabu? Mungu atusaidie. Sasa sio taarabu, ni asila ya ofisi. Kwamba pamoja na kwamba amecheza, lakini bado Mungu amemfunika. Sasa asiulize siri ya mafanikio, ni nini kilichokufanya hivi? Nimwambie kama hii ofisi wewe yako imekwisha kwa sababu humgeukia Mungu. Mimi nimemgeukia Mungu, huyu Mungu ndio amenisimamia. Nikasema ni mzigo haya. Wewe unapoona jambo usijianza, ni nini ujitume? Ufanye kwamba kwa nini mama anang'aa hivi? Ni nini siri ya mafanikio? Akwambie yeye kwa ana. Unapotoka unausha maneno, pana watu watano unamwaibisha mtu kusaidie nini? Na ndivyo tulivyo, lakini Mungu atusaidie. Sasa kujituma ni kule kufanya vitu vinaonekana. Bwana Yesu unapewa sifa. Jina la Bwana libarikiwe. Naenda kumaliza. Wakasema hawa watu kuhubiri na kufundisha na kufundishana. Sinahubiri mimi hapa. Ndio sifa zetu. Kwani ninapokuja hapa lazima niseme leo kwa kweli na roho. Sio niseme tu kwa usra au kwa hiana au tu nionekane kwamba mimi ni kweli inanisaidia nini? Au wewe inakusaidia nini? Unajua kanisani watu wengine kuna mahali fulani tulikuwaga huko tunasali kule juu. Kule Dar es Salaam kule.
Umeona? Tulipokuwa kule juu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuhubiri na kufundishana badala kuleta habari za Mungu. Imaiki wanaisikia mpaka huko. Yumkini mwingine anatembea, anafikiri hii ni sauti ya nani? Anasema nini? Maana neno la Mungu lina nguvu. Na kwa sababu lina nguvu, lafaa kumkanya mtu, lafaa kumbadilisha mtu. Anasimama ni nani? Anavutwa, anasogea hapa kuja kusikiliza. Lakini tazama, wewe unaleta ajenda ambazo haziendani na eneo hili. Maana yake nini? Zinatujenga, zinatubomoa. Sasa nini kifanyike? Natakiwa kuacha. Mungu atusaidie. Nenda haraka, nimepewa muda. Unajua leo mambo mengi. Tunaendelea kutembea wa mama, siku nyingine tutaenda kwa utaratibu. Haleluya. Hiyo linalofuata nasema kukata tamaa. Maana yake umeitwa umtumikie Mungu, unakataje tamaa au unakatishwaje na tamaa na mtu? Sikia Paulo alivyosema. Paulo alisema katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Wale watu wakamwambia, akasema, "Wewe Paulo, kwa jinsi unavyotumika hivi vizuri, hawa wanamkatisha tamaa hapo. Kwa jinsi unavyotumika vizuri, kuna mtoto wa mtu hapa ameona maono kwamba kule unakokuendea hakufai, wale watu wataenda kukuvuruga kule." Paulo alijibu kwa sababu anajua anayemuongoza, anajua anayemtumikia. Akasema, "Mimi niko tayari kufa hata kwa Injili. Niko tayari kufanyiwa kitu chochote kwa sababu najua mtetezi wangu yu hai." Wewe unamwangalia mwanadamu, tumesoma kwenye nini? Kwenye Zaburi. Anasema mwanadamu kitu gani hata ukamtizama? Ana mbingu ya kukuweka. Sasa kama ana mbingu, kwa nini unasema mimi kanisani ndio basi? Na kifulani sifanyi. Na kinini kilifanya? Atakayekulipa wewe ni nani? Ni huyu unayefanya naye hivi au yule aliyoko juu aliyekupa agizo? Mungu atusaidie. Ya mwisho, kumfundisha mtu, kumrudisha mtu aliyekata tamaa. Ndio mimi hapa. Nikwambia somo mimi nimebadilika pale, sikupanga hilo somo hilo. Nimebadilikia hapa ndio kazi za Roho Mtakatifu. Anasema usifikiri namna ya kusema. Wakati wewe nitakupa namna ya kusema. Nitakupa namna ya kusema. Walinishtaki mimi soko kubwa siku moja. Walinishtaki pale soko kubwa. Wameingia huko kama nani, hata marafiki zangu huko nilifika nilihema. Hata wewe. Na wewe. Nikisema sasa Mungu hapa ndio nimekwisha. Lakini sasa kwa sababu ni mashtaka yaliyokuwa na husuda, kama neno linavyosema, usifikiri namna ya kusema, wakati wewe nitakupa namna ya kusema. Pamoja na mwaliko wa wale majamaa aliowaalika, Mungu akashika kinywa cha mshtaki anayeanza kuongea. Akaanza kujifagilia. Na polisi wakasema, "Huyu sasa ni mwenye." Mama kaondoka. Utamwacha Yesu? Huyu mtetezi anakutetea hivyo. Lakini angekuwa ni shetani pale ndio umembeba, ingenuka. Ingebaki miguu soko zima. Nimerudi sasa sokoni, ule mtaa umefurahi sasa. Sasa ndio nimerudi na sheria inasema mtu kushtaki wao utarudishwa. Maana yake wewe ndiye mshindi. Wanamwangalia sasa yule alikuwa msumbufu. Nikamwambia wamenirudisha sasa, sifahamu elimu ya maana ya kushtakiwa. Wakasema ina maana wewe ndio umeshinda. Ndio ndio nakashoka kwa kuongezeka. Nikasema Mungu, sikuachi. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa tunaposema hivyo, ndio maana tunasema ibada hii tukutanishe na Mungu. Kukutana na Mungu ni katika mafundisho ambayo anasema neno la Mungu na likae kwa wingi ndani yenu, litawapa njia ya kuiendea. Amen. Mungu alibariki neno lake. Abariki watu wake waliosikia neno. Mwisho Yesu anasema heri anayesikia neno atakaa salama. Ni maneno ya Yesu kutoka Yohana Mtakatifu sura ya 6 mstari wa 45. Sala ya wanawake. Bwana Yesu asifiwe. Karibu mgeni rasmi usikilize risala ya wanawake, jimbo la Sumbawanga Magharibi, mkoa wa Rukwa. Risala kwa mgeni rasmi. Mheshimiwa mwenyekiti wa jukwaa la wanawake la uwezeshaji kiuchumi mkoa wa Rukwa. Mkuu wa jimbo Sumbawanga Magharibi,
mwenyekiti wa idara ya wanawake, jinsia, watoto, Dayosisi ya Ziwa Tanganyika na katibu wa dayosisi, pamoja na wachungaji wote waliofika kwenye maombezi na wageni waalikwa wote na wanawake wote. Tunawasalimia katika jina la Bwana Yesu Kristo aliye hai na aliyetuwezesha kufika siku ya leo. Amen. Ndugu mgeni rasmi, awali ya yote tunapenda kumshukuru Mungu aliyetuwezesha kufika siku ya leo. Ni jambo la baraka na heri siku ya maombi ya wanawake kuadhimishwa kila mwaka wiki ya kwanza ya mwezi wa 3. Nasi leo tunaungana na wanawake wote duniani kote ili kuadhimisha siku hii ya maombi. Ndugu mgeni rasmi, risala hii imegawanyika katika sehemu kuu 3. Sehemu ya kwanza ni malengo na sehemu ya pili ni mafanikio na ya 3 ni changamoto. Malengo ni mambo makubwa yaliyopangwa kufanywa na kutekelezwa na idara ya wanawake jimbo kwa mkoa wa Rukwa. Kuwatafuta na kuwafikia watoto wetu wa kike na vijana wa kiume ili kuwapa elimu ya maadili, vijana wajitambue na kujithamini utu wao, waweze kuepuka vitendo viovu vinavyoweza kuwakumba katika makuzi yao ili kuweza kuepuka ushoga. Pamoja na kukataa vitendo vya ubakaji, kusagana, ukeketaji na kupinga unyanyapaa wa jinsia na ukatili wa kijinsia na ndoa za utotoni ili kuunda na kuinua utukufu wa Mungu. Na wakumbusha wanawake wote kwamba mwanamke ni jeshi kubwa, ni nguzo, ni kamanda wa Yesu, ni mwombolezaji, ni kiungo cha huruma, ni mlezi wa nyumba na watoto, ni muuguzi wa familia na jamii, ni mpambanaji wa familia. Na wakumbusha wanawake wote pia kumtumikia Mungu wetu kwa moyo wa kujitoa na kujituma ili kupata baraka za Bwana. Mafanikio. Ndugu mgeni rasmi, tumefanikiwa kuwa na umoja wa sharika zetu 9 katika jimbo letu la Sumbawanga Magharibi na kukaa kwa umoja na kushirikiana kwa pamoja na kufanya maombi kwa pamoja na kulinda amani yetu katika jimbo letu. Changamoto. Ndugu mgeni rasmi, katika kazi ya Mungu au huduma ya Mungu, pamoja na kwamba kazi ina baraka, kunakuwa na changamoto mbalimbali tulizopitia kama kusafiri umbali mrefu kwa ajili ya kutoa huduma mbalimbali, kuwatunza wahitaji. Jimbo kukosa kianzio yaani fungu ili kuwasafirisha akina mama kwa ajili ya kwenda kuhudumu sehemu mbalimbali, wakiwemo viongozi kushindwa kutekeleza majukumu yao ya kijimbo kwa ajili ya kukosa pesa. Ndugu mgeni rasmi, tunaomba ridhaa yako ya kuchangia fedha kufikia kiasi cha milioni 1.5 kama kianzio ili kuweza kufikia sharika zote. Hivyo ukiwa kama mdau wetu tunaomba utuunge mkono, kwani jimbo letu ndio limeanza, bado ni changa sana kwa kipato, ili kuwawezesha viongozi wetu waweze kutoa huduma ipasavyo katika ziara za kijimbo. Mwisho, ndugu mgeni rasmi, kwa nafasi ya kipekee tunashukuru sana kwa kuitikia wito wetu na kuacha kazi zako ukaja kushirikiana nasi. Mungu akubariki sana. Pia tunakutakia maisha mema yenye tija na fanaka katika hili, na hata milele uzidi kubarikiwa sawasawa na Zaburi 20 mstari wa 1 hadi wa 4. Mungu akubariki sana. Risala hili limeletwa kwako na wanawake wa KKT jimbo la Sumbawanga Magharibi na kusomwa kwako na Bapege Mwakioma Mundigile. Paulo na
Katibu wa jimbo upo? Asante, ubarikiwe sana, lakini pia ni mwenyekiti, si ndio? Basi sharika zimeenea 9 hapo. Niwaambia siri ya huu wimbo. Mimi wimbo nilikuwa siufahamu, lakini aliyefundisha ni Mama Kamage. Makofi kwa Mama Kamage. Ajui yeye alinifundisha wapi, lakini tulikuwa sehemu, akasimama, umeme umekata, akasimama akaimba huo wimbo mpaka leo mimi nilinoti. Haleluya. Kwa hiyo kina mama, unaweza ukaleta kondoo ndani ya kanisa, kanisa likajaa kwa matendo yako. Haleluya. Na unaweza ukapunguza waumini ndani ya kanisa, kondoo wakapungua kwa matendo na tabia zako. Haleluya. Kwa hiyo huyu mama alinivutia katika uimbaji, lakini akanifundisha wimbo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu nina kipaji cha uimbaji, naimba sauti ya pili, ya tatu, ya 4 kama aliyoimba yule mama, kwa kweli inanishinda. Mimi nampa hongera. Nikaweza kuushika ule wimbo kwa haraka, na ndio maana nimepata nuru ya kuimba. Kumbe sasa sharika hizi 9 ambapo tunazo 8. Mimi niombe kwanza tuanze na wamama humu ndani. Mnawashikaje mikono wenye viti hawa, ili jimbo liwe na mfuko? Maana kama sharika mngeleta kitu leo hii sije kuta kuna. Jamani, ni kweli sio kweli? Ni sisi wenyewe ndio tunaodidimiza uchumi wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Hapa naambiwa kwa hali hiyo twende kwa hizi sharika 9 watuambie kuna magori ambayo walipewa. Niombe DJ wetu kama kuna maiki 2 tumpatie katibu ili aweze kuwa anaita. Twende na hili zoezi ili wanao mfuko wa jimbo utune na kazi ya Mungu iweze kusonga mbele. Lakini baada ya hapo tukirudi kwenye sharika zetu tukayafanye haya tunayotakiwa kuyafanya siku ya leo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na usipoyafanya haya, ina maana wewe ni legevu, unatakiwa kufanya kazi. Tufanye kazi ili tuweze mambo na ambayo tunatakiwa kuyafanya kwenye idara yetu. Karibu katibu mwalimu. Nitakwenda kidogo ili wote wako hapa. Kwa kuna kusema utoke kule uje hapa, sio? So mmekuja hapa mko kamili. Ninaamini mmekuja mko kamili.